aliniambia nikija niwaletee salamu. Okay. Ninaona mko smart, mko sawa. Na leo sikuwa na wasiwasi nikiwa kati yenu. Nilijua sitaanguka, maana tulikuwa kule Kuchamwiki. Tulikuwa tunaomba na nguvu za Mungu zikachuka, nikaanguka chini na nguvu za Mungu. Wengine wanasema ni kitu, lakini nguvu za Mungu zilikuwa nyingi. Na basi ikawa hivyo. Amen. Lakini leo nilisema hata zikishuka namna gani, hapa zilitoi, ndio sababu nilikuwa nimeshikilia hivi. Alikataa vizuri. Wazee wa kanisa na viongozi ambao mko hapa, wa mama, washirika, kila mmoja, nimefurahia kuwapata mkiendelea salama, na zaidi ya yote amani. Amani ni kitu ya maana. Amani huwezi kununuliwa na fedha. Hata ukiwa na pesa nyingi na hauna amani, hiyo nyumba haiwezi kukamilika. Ni kweli. So nimefurahia ripoti zenye zinanifikia kutoka hapa kwenu kila wakati. Zinanifanya nisikie nikiwa na nguvu na zinanifanya nisikie kuwapenda zaidi. Si ati sikuwa nimewapenda, lakini ningali ninawapenda. Siwacha tuongee ingine baada ya kuhubiri neno. Maana hizi vitu tunawekanga mahali pengine na zinaenda mbali. So nikiwa Eastern Region nafurahia kwa sababu ya mwaliko wenu, na sio nyinyi tu. Niliambiwa tukiwa kule SGM, mkutano ya watumishi wa Mungu, nikakumbushwa mwaka umekaribia na ni lazima nifike. Nikasema basi lazima nifike leo, na kwa sababu nimesikia mchele ni mingi, sitahubiri sana ndio isije ikapoa. Nataka kuongea neno rahisi sana. Sio kila kitu ni shetani. Mtoto akitabika pepo shule, anaweza kuwa ni malaria. Ndugu, maana amenyongwa, hiyo ni shetani kweli? Si shetani. Pepo sio kila kitu ni shetani, na kuna vitu ambao ni shetani na vitu vingine si shetani. Na shetani ni mjanja, hawezi akaingia kati yenu mtambue. Hamwezi mkatambua haraka, lakini mtamtambua kutokana na matunda yake. Mtajua huyu sio Mungu, bali huyu ni shetani. Na leo ujumbe wangu ni video hiyo. Kwa hivyo kila kitu sio shetani. Kuna maombi mengine ya kuomba na kuna maombi mengine inaonekana ama itatuonyesha ya kwamba haujakomaa. Mama moja alikuwa na katoto ka miezi 6, na basi akaamua huyu mtoto niachiche kunyonya, maendelee na kunyonya, na akasema hii jambo ni vizuri niende nikaombe Mungu. Na mtoto analia kwa sababu ya njaa, naye mama ameng'ang'ana kufunga na kuomba ndiye ajue kama ni mapenzi ya Mungu mtoto aachishwe maziwa. Lakini akiwa katika maombi, na akaniambia tena anaombea, nikamwambia sasa kuna vitu zingine hata ukiomba miaka 4 inakuja Mungu atakuongelesha. Mtoto kama ni njaa apewe chakula ya shule. Amen. Na kama ni kunyonya aendelee na kunyonya mpaka yeye mwenyewe uone mtoto amemea meno na anatembea. Na Mwafrika anajua kupima wakati wa mtoto aache kunyonya, na ni vizuri. Basi kwenye kitabu cha Zekaria 3 mstari wa 1, pale ndipo nataka kuongea. Kazi za shetani ni kupinga watumishi wa Mungu na kupinga hata Wakristo wasiyafanya mapenzi ya Mungu. Na wakati mwingine tunajitolea kwenda kumfanyia Mungu kazi, lakini vikwazo vingi vinaletwa na shetani na anatuzuia tusiyafanye yaliyo mapenzi ya Mungu. Lakini hatimaye kuna wakati mfika shetani anashindwa na tunakuwa basi na kibali cha kumfanyia Mungu kazi. Kwenye kitabu cha Zekaria 3 kuanzia hapo mstari wa 1, kisha akanionyesha Joshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Inasema wakati mmoja Yoshua ambaye alikuwa ni kuhani mkuu alikuwa amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na akiwa pale kando yake na shetani alikuwa pale. Sasa huyu ni mtumishi wa Mungu na ni kuhani, ameenda mbele za Bwana kumuomba Mungu,
akiwa pale, shetani amesimama hapo akisikiza chenye Yoshua na malaika ama ile ripoti Yoshua anaenda kupeleka mbele za Mungu. Na hivyo ndivyo ilivyo. Wakati mwingine tunaenda mbele za Bwana, shetani ndio huyu. Wakati mwingine tunamlilia Bwana, shetani anafanya mambo kuwa magumu, lakini naye Mungu maana anatupenda, anakuwa tu hapo kwa ajili yetu. Mstari wa 2, Bwana akamwambia shetani, sasa si malaika, Bwana akaambia shetani, Bwana na akukemee ewe shetani, naam Bwana aliyewachagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Hii ni swali shetani aliulizwa na Mungu, akaambiwa na Mungu akukemewe shetani. Na unajua Mungu akaisa akajiita Mungu. Biblia inasema Bwana akamwambia shetani, na Bwana akukemee wewe. Na baadaye akamwambia huyu ameshaguliwa Yerusalemu, na akasema vile vile hii ni kinga mbele kilichotolewa motoni. Wakati mwingine ni vizuri kudumisha moto wa madhabahuni, ni vizuri kudumisha moto wa maombi ndani yako na ndani yangu. Ndio huyu shetani, njia ya kumpinga sio vita, maana vita vyetu sio vya mwili na damu, bali vita vyetu ni vya kiroho. Nikuulize, kiroho ni kufanya namna gani? Ni kuongea na lugha ndio tukana wewe wa kiroho? La, tuingie kwa maombi tuweze kupigana vita vya imani. Na basi akaambiwa Yoshua ni kinga ambao kimetolewa kwenye moto. Na wakati tumewaka moto, hata ukiwa peke yako, hata ukiwa mbali ama karibu, maana ndani yako kuna moto, hakuna kiovu kinaweza kukaribia, maana wewe tayari ni moto. Ninakumbuka miaka mingi Bwana alipokuwa ananiongelesha juu ya huduma hii, na akaniambia vile itakavyokuwa, na bado hatujafika mpaka mahala Bwana aliniambia. Kuna baadhi ya mambo mengi Bwana aliniambia, na leo ninaweza nikayaona. Hebu niwaulize wapendwa, kama singesimama huduma ingekuwa leo? Na unajua hatukuitwa na bibi yangu, ni mimi peke yangu, na basi nikaamua nisimame kwa ajili ya watu kama nyinyi na wengine watakaye kuja, na wale watakaye kuja baada ya nyinyi watakuta tu nyumba hii na kanisa hii kiendelea. Kwa hivyo hebu tuangalie, ni kitu ambacho Mungu alinenea nikiwa peke yangu, na leo ninaweza furahia mbele za Mungu ninapowatazama watumishi wa Mungu, ninapoona wamama wazuri wakimsifu Bwana na kumwimbia wakiwa na uhuru. Kuna wakati na kuna mahali tulikuwa tumewekewa vikwazo na mipaka, lakini leo hakuna mtu wa kukuwekea mpaka. Wewe unafaa kuingia, kama ni kwa magoti umuombe Bwana, kama ni kusifu umsifu Bwana, maana tuko na nafasi na tuko na uhuru wa kufanya hivyo. Basi Yoshua akaenda mbele za Bwana, na alipokuwa anaenda pale naye shetani akamfuata. Na basi Yoshua anaambiwa ni kijiti, ni kinga ambacho kimetolewa katika moto. Na basi baada ya kutolewa katika moto, si kiende kizimike, lakini ni kiende kikafanya ile kazi ambao ametumwa kwa ajili yake. 3, basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Yoshua alipofika mbele za hawa malaika, akaonekana ile vazi amevaa liko na chafu. Na mstari wa 4, na hiyo akajibu akawaambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama, nimekuondolea uovu wako, naam nitakuvika mavazi ya dhamana nyingi. Niko hapo kwa mavazi yaliyojaa uchafu. Wakati mwingine tuwezi tukachukua hatua ya kufanya mambo pasipo ushuhuda wa watu wawili ama watatu. Na ushuhuda wa watu wawili watatu, basi panakuwa na wakati wa kukaa na kuongeleshana. Na basi hapa Yoshua alipokuwa anaonekana mavazi yake yako machafu, kama ingekuwa ni kanisa la leo na tuona mtu amesimama na jambo fulani, kwa mfano
sasa si mavazi, kwa jambo fulani. Je, kama kanisa, kama watu wa kiroho tunaweza kumrejesha? Ndio inasema avalishwe mavazi masafi. Wakamtafutia mavazi wakamvalisha. Kama ni leo, kama ni wewe, kama ni mimi, ningetafuta mavazi ya kumvalisha ama nikimtoanisha na kusema huyu astahili kusimama mbele za Mungu. Wakati mwingine tunahukumu kwa haraka, wakati mwingine tunahukumu kwa kuona na kufikiria, lakini yale sio mapenzi ya Mungu. Akasema wale waliosimama mbele zake Mungu, akasema mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama, nimekuondolea uovu. Kumbe uovu unaweza kuwa tu kwa namna nyingine, lakini ndani yako hauna shida. Lakini yale mavazi machafu, maybe shetani alikuwa ameyapaka uchafu na akaonekana akiwa mchafu, lakini neno linasema yale mavazi yaondolewe, yavalishwe mavazi mengine. Unaweza kufanya hivyo kwa ndugu yako, unaweza fanya hivyo kwa dada yako. Sisemi kularukiwa, lakini kwa jambo ambalo anaweza stakiwa kwalo, unaweza kumsaidia ndio asisitakiwe kwa jambo lolote. Bwana asifiwe. Mstari wa 4 wa 5. Basi nikasema na wampige kilemba kizuri kichwani pake. Basi wakampiga kilemba kizuri kichwani pake, wakamvika mavazi, naye malaika wa Bwana akasimama karibu. Wakati ya mambo yote yalikuwa yakifanyika, Yoshua ndiye alikuwa amesimama mbele za hawa malaika, na hakuna hata mmoja aliyekuwa anamkaribia. Simply alikuwa mchafu. Lakini wakati alisafishwa, akavalishwa nguo nzuri, inasema malaika wa Bwana akasimama karibu na yeye. Wengine ni watumishi wa Mungu. Hakuna mtu ambaye hawezi akapingwa na shetani. Wengine ni wanakwaya, wengine ni washirika. Wakati tu wamepungukiwa, wakati tu shetani ameanza kuwapaka matope. Na sisi je, vita vyetu ni vya kupiga ndugu na ndugu yule mwingine? Vita vyetu ni vya kupiga mama ama yule mama mwingine? La, hapana. Vita vyetu ni wa kufunika wao, ni wa kuwafanya wawe kama sisi. Bwana asifiwe sana. Amen. Mnanipenda? Bwana asifiwe. Amen. Tunaendelea vizuri. Ninasema hivi, mkiona mtu wa kwenu mmoja amepungukiwa na imani, wale mnaojiita watu wa imani, endeni mkamsaidie huyu. Maana imani yako iko kwa ajili ya yule ambaye hana imani. Amen. Amen. Ni wangapi basi hapa kanuni leo hawakufika kanisani? Kuna unamuona hajafika kanisani? Nifanye tu hivi, kama unaona kuna mtu ambaye hajafika kanisani, ni mshirika wa hapa. Unaona kama kunaye? Mko nini wote? Okay, swali ni hili la kujiuliza. Baada ya ibada, ni nini kama mshirika wa hapa utafanya kwa ajili ya huyu ndugu ama huyu dada hapa kanisani? Uliza hiyo nini, utafanya nini kwa ajili yake? Maana hatumuoni. Lakini wewe unaweza saidia mchungaji, kazi yake ile rahisi. Ukitoka hapa ujue ako wapi. Wale wakupigiwa simu, wale wakutembelewa watembelewe. Maana wanaweza kuwa kuna shida, wanaweza kuwa ni kupungukiwa, lakini ukiwatembelea utawatia nguvu. Kumbukeni Yakobo inasema, kitabu cha Yakobo inasema yule mtu anajua kutenda wema na hatendi, hata huyo ni mwenye dhambi. Bwana asifiwe. Kama unajua kutenda vizuri na utendi, hata wewe ni mwenye dhambi. Imagine kwenda kusalimia tu ndugu maana hukumuona. Hiyo inaweza kuwa ninajua kumtembelea ni vizuri, na kukosa kumtembelea basi inaweza kuwa ni dhambi. Mstari wa 6. Kisha malaika wa Bwana akamshuhudia Yoshua akisema, 7, Bwana wa majeshi asema hivi, kama ukienda katika njia zangu na kama ukishika maagizo yangu, ndipo nitakapohukumu nyumba yangu, nawe utazilinda nyua zangu, nami nitakupa nafasi ya kunikaribia kati yao wasimamao karibu. Hapa ndipo Bwana alianza kunena na Yoshua. Kumbe kuna mambo inaweza kunizuia Bwana asizungumze na mimi, na kumbe siyajui. Ni shetani tu amenivalisha mavazi mabovu, ni shetani tu amenitaja kwa ubaya. Once nilipokuwa mwanayuthi,
Wale viongozi tulikuwa na wao, mmoja alikuwa mkali sana, although ni baadhi yetu tu wanalika tulimhudhuria akaokoka, lakini alipofika kanisani akawa sio wa kukaribiwa tena, na alifanya wananchi wengi warudi nyuma sana. Lakini tulipotambua wale vijana tulikuwa enzi zile, tulisimama na Mungu na baadaye tulipata ushindi. Bwana asifiwe sana. Saa zingine ukiambiwa umelegea, hiyo sio njia ya kukutuma kwa shetani, hiyo ni njia ya kuongeza bidii uweze kusimama. Amen. Nataka kusema hivi, sio kila kitu ni shetani. Ukiangalia Yoshua alikuwa shetani, alikuwa amefanya kazi nzuri, aliwaongoza wana wa Israeli, aliwapigania wana wa Israeli, wameingia nchi ya ahadi, wamegawa mashamba, ameketisha mtu kila mahala pake, na hatimaye akawaambia wale wa Israeli, chagueni hivi leo ni nani mtakaye mtumikia, maana mimi na nyumba yangu tunaenda kumtumikia Mungu. Wakati tumekata kauli, wakati tumeamua kumfuata Mungu, hata shetani afanye nini, lazima tutamtumikia Mungu. Shetani anaweza kuja na njia zake, shetani anaweza kuja na stori zake, lakini hiyo isiwe sababu ya kufanya upungukiwe mtu wa Mungu. Jikase na uendelee. Amen. Na zingine shetani anaangusha makombora, nasema mimi niende kanisa nisiende. Sasa ujue hiyo ni shetani anaanza kukuhubiria. Na kama unajua kutenda vizuri, enda hiyo kanisa. Bwana ndiye shetani atafanya. Na ukimshinda kwa kutenda wema, anashindwa kabisa. Danieli 10 mstari wa 10. Nasema hivi, Danieli 10 mstari wa 10. Ninaongea juu ya mambo mengine, si yote ni shetani. Lakini kuna mtu anakuangwa na shida, ndio haya mambo yakae vile yanakaa, yawe majaribu ama nini. Na kuna hata watu wengine hutumika, na akitumika anakuja kulia ama kutambua baadaye amefanya yale ambayo sio mapenzi ya Mungu. Danieli 10 mstari wa 10. Natazama mkono ukaniguza, ukaniweka juu ya magoti yangu na vitanga vya mkono wangu. Akaniambia, Danieli, mtu upendwaye sana, yafahamu maneno nikuambiao, ukasimame kiwimawima, maana kwako nimetumwa sasa. Na aliponiambia neno hili, nalisimama nikitetemeka. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekesha mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21, bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. 14. Sasa nimekuja kukufahamisha mambo yatakayowapata watu wako katika siku za mwisho, maana maono hayo ni ya siku nyingi bado. Siku moja Danieli akanyenyekea mbele za Bwana, na akasikia kufunga, kukula na kukunywa, na akaenda mbele za Bwana kuomba. Na Biblia hapa inasema ile siku tu ya kwanza Danieli aliamua kuomba, naye shetani akaja kumpinga, ama ombi la Danieli likazuiliwa. Na Biblia inasema lilipozuiliwa, Danieli hakujua, aliendelea kuomba, akaendelea kumtafuta Bwana mpaka siku 21 zilipoisha. Basi sijui ile shetani alifanya namna gani, na basi jibu la Danieli likafika. Na basi lilipofika, Danieli akajibiwa kulingana na yale mambo aliyokuwa ameyaomba, na zaidi ya hayo akafunuliwa yale mambo atakayotendeka nyumaye. Amen. Kuna mtu mnaweza tembea na yeye, ukiwa muombaji ujue huyu tunaenda naye mbali, na kuna mwingine unajua kabla hamujavuka mto hapa, mpanda kabati nimeachalia hapo mtoni, maana maybe amependezwa na maji ya mto, na sasa wewe hautang'ang'ana na yeye, wote endelee na safari. Wakati mwingine kama watumishi wa Mungu tuna vitu vingi vinavyotuzuilia tusifanye ile kitu Mungu ametuitia.
na ningalijua kuna kikwazo chenye kinakuzuia usifanye kazi ya Bwana vile anavyohitaji ufanye, basi ni mimi na wewe kwa maombi nijue ni nini na utasaidika kiaje. Danieli akazuiliwa siku 21, jibu lake likiwa tu mahali hawi, lakini si Bwana alikuwa na uwezo wa kuachilia siku ya kwanza? Si Mungu alikuwa na uwezo, lakini alitaka kumpima Danieli. Wakati mwingine mambo ambayo tumeyaomba na yamekawia ama amechukua muda, Mungu hupenda kupima. Kama tutakuwa wavumilivu, Mungu hutaka kutuangalia aone kama hakika tuna hilo jambo ndani yetu ama ni kujifanya tu. Lakini siku ya 21 malaika akaja mwenye nguvu kuliko mwenye alikuwa ametumwa, na jibu la Danieli basi likaachiliwa, na Danieli akawa sawa. Hiyo shetani alikuwa amekuja kumpinga shetani. Pale juu tumesikia Yoshua, shetani alikuja akasimama pamoja na yeye. Biblia inasema tena mkono wa kulia, shetani alikuwa amesimama hapo. Mara ngapi tunaenda mbele za Bwana na tuna nguvu ama tuna uwepo ama tuko na force inakuja kutupinga? Leo niko na habari njema. Amen. Soma kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, tusome. Inasema 2:17, tukiwa tumefarakana tu kitambo kidogo, kwa uso si kwa moyo, tulizidi kutamani kwa shauku nyingi kuwaona nyuso zenu. Huyo ni Paulo anasema na watu wa Wathesalonike, tukiwa tumeachana kidogo tu tulitamani kuwatembelea, lakini hata hivyo shetani aliingilia na akawapinga. Si mara moja, si mara mbili, lakini akawapinga. Lakini baadaye huyo shetani akashindwa, na sasa tunaweza kuwafikiana na kuongea pamoja. Amen. Na kusoma kitabu cha mwisho, usifunge Biblia, nimewachokesha, nimeona Isaia 60. My last word. Na kusoma neno la mwisho kabisa. Isaia 60 verse 22. Sitaki kuwachokesha. Nimefundisha. Ninajua saa za watu wamechoka. Ninajua. Na sitaki kuambiwa. Amen. Okay, tumefika hapo. Musa jirani yako, Musa kama amefungua hapo. Isaia 60 verse 22. Amefungua? Kama hajafungua, simsome hiyo yako. Umuonyeshe, tunaweza soma pamoja. Nataka usikize hii kwa makini na vizuri. Mdogo atakuwa 1000 na mnyonge atakuwa tayari, ataifa hodari. Mimi Bwana nitayahimiza hayo kwa wakati wake. Version nyingine zile nzuri inasemanga ile grupu ndogo itakuwa kama watu 1000. Bwana ataiinua, Bwana ataishughulikia ifike 1000. Na unajua 1000 kulingana na Biblia ilipokuwa ikiandikwa, 1000 ilijulikana kama leo trilioni ama zaidi ya milioni. So waliposema 1000, kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa namba ya juu kulingana na Biblia. Na anasema na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mimi ni Bwana. Mnyonge atakuwa taifa hodari. Kuna wale ambao moja alisomea kwa hiyo translation ya Kiingereza. Inasema vizuri kuliko hii. Isaia 60 verse 22. Translation ya Kiswahili. King James Version. Yes. A little one shall become 1,000. Sorry. A little one shall become 1,000. A little wash. A little one. Ndio nilikuwa nataka kusema hivyo. Maana sasa si ati sikusikia, ninajua. Yaani wale watu ambao ni wadogo watakuwa kama watu 1000. Kwa hivyo vile tulivyo hapa, tusijidharau. Na la Bwana inasema tunaonekana tukiwa wadogo ama kama wanyonge, bali tutakuwa 1000. And a small one a strong nation. Na wale ambao wanaonekana kama wadogo watakuwa taifa, na sio taifa dhaifu, lakini taifa lenye nguvu. Imagine mimi na wewe na hapa tukifanyika taifa kubwa na taifa lenye hodari. Amen.
Na usisahau Yoshua, malaika anasema huyu ni kinga ambayo imetolewa motoni. Imagine tukianza kuwaka moto hapa, kila mmoja tutakuwa vizuri. Maana kila mtu atahakisha moto yake, alafu tutapenya huku na kijiji hiki. Story itakuwa hiyo kanisa. Siku moja nilikuja, wakati nilikuwa hapa, nikiwa stage na nimekaa kwa kiti. Story nikaanza kuzipata tukiwa kabaki. Hata sasa sikuhitaji mnipatie story nini. Maana ile information yote nimetoa nikiwa kabati. Na yule watu wanaongea wako kwa mgongo yangu. Nasema bishop, hawa watu wanakuja. Nisikia nakuja. Nashindwa information mbaya. Habari mbaya kwake shetani inaendaga kama moto, lakini habari nzuri kama ya leo haiwezi ikaenda kama ile mbaya. Na mimi nasema hivi, na hii watu wanaonekana wadhaifu na wadogo, Biblia ikasema watakuwa taifa na taifa hodari. Bwana asifiwe sana. Na anasema mimi Bwana nitayahimiza ama nitayaharakisha haya mambo kwa wakati wake. Malizia kwa Kiswahili. I, Lord, will hasten it in His time. I, Lord, will hasten it. Nitayaharakisha kwa wakati wake. Kuna mambo umeyaomba na hayajafika, usijali. Bwana anajua umeyaomba, Bwana anajua unaongojea, lakini swali, huu ndio wakati wa hiyo jambo uliomba jana? No. Lakini Bwana anajua uliomba kama Danieli, lakini itajibiwa kwa wakati wake. Danieli aliomba siku ya kwanza, lakini hiyo kitu Bwana akajua bado, na shetani akaichezea tu, lakini the 21st day ikaachiliwa. Ambia your neighbor, siku ya 21 haijafika kwako. Ikifika tu jibu litaharakishwa likufikie. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo mengi tuliomba, lakini Bwana akiangalia anaona hii ni urgent na hii sio urgent, na anaachana na hii unaomba, anasema kwanza silimuokoe na hii ajali ilikuwa mbele yake, silimuokoe na hii chenye shetani alikuwa anampangia. Alafu wewe hiyo maana hauoni, kuna ile jambo unapiga hata unalia. Lakini Bwana anaangalia anasema hii unaomba leo, lakini nitalitimiza tena kwa haraka wakati wake ukifika. Bwana asifiwe. Pande nilipatana na mama, yeye alinipata kanisani. Kaniambia na kubisho kuliweka nani? Kuwa kanisani ni dhambi. Nimefanya nini dada? Akaniambia mundusu malangu sawa kwani. Mume eko usaona. Sasa nikashindwa. Nisema nini? Akaniambia mtu nilikuwa nataka kumfix. Kama nimesifix hapo. Ndio kumfix wewe. Bau ndio hapo tunaangalia hapo. Dada alikuwa na nini? Na baadaye nikamuuliza nini? Nikamwambia sasa kunywa tu maji. Alafu pumziko niambie nini. Alikuwa amekuja na haraka na leso amejifunga. So sasa akiwa amefunga leso. Already alikuwa ametangaza vita. Na nikaangalia nikaona hapa ni vita. Kumbe ilikuwa ni vita ya maombi. Alikuwa anataka kumfix mbele za Mungu kupitia maombi. Na Bwana akiangalia ombi hili la haraka, si anaangalia anasema isifanye leo, lakini nitakuja kufanya kwa wakati wake. After 4 days walikuja wote wawili kanisani, kila mmoja na sadaka yake. Sadaka tena umekuja kufix mtu. Leo sio kufix, tulielewana na tumekuja katika madhabahu, maana tulijua huko utuombee tupatane tena, na hii ndio sadaka zetu za kutupatanisha. Kwa hivyo wakati ule alikuwa amekuja kumfix, Mungu alijua wataelewana. Kwa hivyo hangekuwa mtu wa kufiksiwa siku hiyo, na Mungu alinifanya niwe kanisani ndio huyo dada asione vibaya. Angeona vibaya mtu amefunga leso wewe na amejitolea kumulilia Mungu, angeona vibaya. Lakini kwa mambo ni Bwana alibadilisha. Amen. Leo inaweza kuwa sio leo, inaweza kuwa sio mwaka uliopita, lakini maybe kabla ya wiki hii haijaisha,
Bwana atafanya hilo jambo ambalo umemuomba, tena litaharakishwa, maana wakati wake umefika. Amen. Mtoto ukaa miezi 9, poleni wazazi. Na ikifika wakati wake wa kukuja duniani, haijalishi kama ni mtoni ama kuna gari ama na gari zinaharibikanga wakati kama huu. Na zingine unasikia haina mafuta, na mtoto ndio tunamngojea anafika, lakini unasikia gari zenyewe hapo. Lakini kwa sababu ni wakati wake, gari ina mafuta, isiyo na mafuta, ikifika sana dakika mtoto anakuja. So kuna mambo tumeyaomba, kuna mambo tumeyangojea, but huu ndio wakati wa Mungu. Na Biblia inasema mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mimi Bwana nitayahimiza hayo wakati wake. Wakati wake. Tunataka nyumba ijae watu, lakini si wakati huu, ni wakati wa Bwana. Tunataka sisi tufanye nini? Sio leo, ni wakati wa Bwana. Amen. Amen. Tunataka watoto wako wabadilike wakae hivi, lakini sio leo, ni wakati wa Bwana. Wiki mbili zimepita nilikuwa na hapa Kakeani. Kuna ndugu wetu mmoja alikuwa ameachwa na mzazi. Lakini kuna yale mambo mzazi aliniambia tukiwa kanisani. Na tu kujua kama ninaenda tukamuzike. Lakini nilijikuta kwa wazishi nikitangaza wili ya mzazi. Nikisema watoto mliambiwa muende kanisani na niombe muende makanisani. Sasa tuko leo kwa mazishi na hiyo ndio wili kubwa ya mama yenu, muende kanisani. Hatukujua. Lakini wakati wa Bwana ilipofika ya kumuondoa huyo mama duniani, alienda. Hakuzuiliwa, lakini kuna jambo alikuwa ametamka. So, kabla ya haya mambo yatimizwe, baada ya kuondoka, yanatimizwa ukiwa hai. Amen. Kuna mambo sipendi kusikia Bwana akinena akiniambia atanibariki, na mwambia hapana, sio wewe. Kwani utanibariki lini? Kama sio sasa, tuache hiyo, wacha niendelee na kazi yako. Baraka zikuja zitanipata. But nikiwa mzee, nikiwa sina meno, ndio wasichana wangu wataletewa mahali. Naambia mzee, tumekuletea mahali. Sasa hiyo hata mfupa yenyewe sio sitafuna. Meno hakuna. Hiyo si kuchelewa. Kuja wakati gani? Amen. Kuna ingine msingojee tu, msubiri. Endeleeni kumsukuma Mungu. Biblia inasema kuna mama ambaye kulikuwa na wakili katika mji wake. Na alipoenda mbele za huyo wakili, alijua huyo wakili ni mbaya. Na anapoambiwa kitu afanyaje vile ameambiwa. Na huyo mama alipojua hali ya huyo wakili, Biblia inasema alizidi kumsumbua, akamsumbua. Mpaka wakili akasema, "Although simuogopi mtu, hata Mungu, lakini huyo mama amenisumbua sana. Wacha nimtimizie vile anataka." Na sisi wakati mwingine tumsumbue Mungu. Situende mbele zake. Alikwambia ngoja nimwambia ninaongojea, lakini naongojea nikikuita. Hata kama ananiambia nikungojee Mungu, mimi bado nitaendelea kukuita. Amen. Najua wakati huu wenu wasichana wengi. Wakati wetu kijana mmoja alikuwa anaendelea msichana, vijana watatu wanaendelea msichana mmoja. Maana wakati wa hesabu ya wasichana na vijana, wazee si mko hapa, si mnajua? Ama mmekuwa wazee sana, mkumbuki hiyo wakati. Unakumbuka hii kama hii wasichana ni kama watano. Na huyo msichana ametupanga huyu akiteleza kuchukuliwa na huyu. Lakini wakati huo ameokoka wafanyaje? Na huyu akichelewa nitaenda na huyu. So, mimi nilijikuta na pasta tukiwa na yule bibi nimeoa. Lakini Mungu alinisaidia. Nilipigana mpaka nikashinda pasta hiyo. Na ni vizuri. Naambia Mungu ni asante. Ukiona msichana anapendwa na mapasta wawili, na mnajua nisienda kanisani nitakaa chini yake atuhubirie. Lakini nilipoona sasa amekanyanga sasa laini yangu, nikajua wewe pasta tutaonana. Huyu hautachukua. Na nikazidi kwenda kwao. Mpaka nikaona nimemuoa. Kama ninaweza fanya hivyo kwa mtu nitaoa. Naye kwa Mungu ambaye ni baba wa kila kitu, nitafanya namna gani? Si nitaenda. Hata wakati ameniambia atafanya hivyo kwa wakati wake. Na hata kawia atafanya kwa haraka.
nakwambia, unasemanga miaka 1000 kama siku moja, lakini sisi wanadamu hata mwaka mbili ukingojea siku mingi. Bwana harakisha hii jambo na itakuwa ni vizuri. Bwana asifiwe. Tuombeni hata watoto wabadilike. Hii mambo ya vyoto na nini, tuombeni sana. Usiwe si watoto, ni shetani. Unajua ile story ya hapa watu hawajui, lakini tunajua ni nini kiliendelea. Utumishi ndio hii mambo ya vyoto itokee. We know. So watoto mahali tumewatuma. Ukikaa vizuri na hawa watoto, walisema mimi ni hii ni form 3, mimi ni form 4. Kwanza hiyo ndio lika ya kukaa na wao. Ndio wakupatia story vizuri pole pole. Akwambie nifanyika hivi, ikafika nika hivi. Na moto iliakishwa na akina hawa, sio sisi. Na unaweza ambia mtoto wako ndio alifanya, usikubali, wewe kataa. Sema mtoto wangu nimemlea kanisani, nimekuwa kanisani. Na sikuwa namna hiyo, maana tumeomba. Na kwa sababu Kenya kuna shida kama hizo. Tutaongea baada ya kitu kuzima. Kuna hizo vitu. Ni vizuri kuomba hata wakati shule zimefungwa. So nataka kusema hivi. Umeomba jambo limekawia. Biblia inasema Shetani alisimama karibu na Yoshua akimpinga Yoshua. Na hiyo haikumzuia Yoshua kwenda mbele za Mungu, alienda. Alisimama naye Shetani akaonekana hapo, wao wenyewe waliniumba na wakaumba huyo Shetani wakamkemea. Maana kazi zingine sio zako. Na hapo ndipo nasema vita zingine sio ya ndugu yangu. Mimi niko ndio ya vita zingine. Na hizo vitu zingine siwezi kufanya ukose kuja kanisani ama ndani ya nyumba ya Mungu. Mshenea ya jana na ya juzi. Ifanye leo nikose kuja kanisani. Mimi sio hiyo hiki. Mimi niko juu ya hiyo. Amen. Bwana asifiwe. Wakati Ayubu aliambiwa watumishi wamekufa, sijui ilifanyika, aliangalia akasema, sikiza Shetani. Nilikuja hapa duniani bila kitu, hata siku ya kuondoka nitaenda bila kitu. Shetani akasema, nilikuwa nafikiri nikigusa hizo huyu jamaa kutoka kwa Mungu. Kumbe hawezi akatoka. Na wewe nikamsheneka sokoni, kana kufanya usikuje kanisani, kana fanya usitupende. Hiyo kamshenesi siwachane naye. Siwaambie Shetani endelea, lakini najua tena napatanga ndani ya nyumba ya Bwana. Na ndio sababu niko wapi? Ndani ya nyumba ya Bwana. Nataka tuamini na tuombe. Zima hiyo. Baba